Ni saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji mahali popote ulipo na karibu kwa taarifa nilizokuandalia. Jina langu ni Faith Kale. Mwanafunzi wa kidato cha 3 wauawa kwa kupigwa risasi akiandamana karibu na kituo cha polisi. Gavana mpya kuapishwa baada ya mahakama kuidhinisha kuondolewa kwa Kawira Mwangaza. Na Rigathi Gachagua Kalonzo apigwa na mshangao wa Askofu Ole Sapiti kuazimia mikrofoni kanisani. Wakazi wa Molo walikusanyika karibu na kituo cha polisi cha Elbagon kulalamikia kifo cha mekanika maarufu Godfrey Ngugi kwa bahati mbaya. Wakati wa maandamano hayo, mwanafunzi wa kidato cha 3 aliuawa kwa kupigwa risasi na askari polisi. Wakazi wa eneo hilo wameibua wasiwasi kuhusu vifo vya watu wasio na hatia katika eneo hilo katika mazingira ya kutatanisha. Kwingineko ni hukumu ya mahakama kuu jijini Nairobi imempa naibu gavana wa Meru majukumu ya mkuu wa kaunti Isaac Mutuma ambaye alihudumu kama naibu wa gavana Kawira Mwangaza. Ataapishwa kama gavana mpya mnamo Machi tarehe 17. Kupandishwa kwa ugavana kwa Mutuma kulitokana na hukumu ya mahakama iliyounga mkono kuondolewa kwa Mwangaza. Na mnamo Jumapili Machi tarehe 17, Askofu Mkuu Jackson Ole Sapiti aliwazuia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na wanasiasa wengine kuhutubia waumini. Wanasiasa hao walishangazwa baada ya Askofu Mkuu kuweka wazi kuwa wanasiasa hawataruhusiwa tena kuchukua mikrofoni katika makanisa ya ACK kote nchini. Hapo awali viongozi wa makanisa walishtumu baadhi ya wanasiasa kwa kutumia mibari kueneza chuki miongoni mwa Wakenya. Hapo ndipo nimetamatika kwa habari za saa 4 asubuhi. Jina langu ni Faith Kale.